Lakini pia je, kapata matatizo gani ikiwa tunatoa sadaka ambazo sio kamili mbele za Bwana? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1. Kama sitatoa sadaka kikamilifu mbele za Bwana, tatizo la pili takaolipata, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1. Hizi ni habari za Anania na Safira. Hawa ni watu ambao walikuwa na sehemu yao ya kiwanja, wakaenda kule wakauza kiwanja chao, wakapeleka sadaka kwa mitume. Walipeleka zile sadaka kwa mitume, Biblia inasema alianza kwenda Anania, akapeleka pale kwa mitume, akatoa sadaka. Alipotoa sadaka, wale mitume wakamwambia, Anania, umepata wapi ujasiri wa kumdanganya Roho Mtakatifu? Anania alivyosikia neno, moyoni mwake likamchoma, akaanguka miguuni pa mitume, akaanguka akafa. Wale watu waliokuwa pale wakamchukua, wakaenda mahali kumhifadhi. Baadaye akaja Safira, mke wake Anania, na sadaka yake. Kumbe ile sadaka sio kamili mbele za Bwana, imechakachuliwa. Akafika pale naye pia akatoa naye tena sadaka. Mtume akamwambia, ndugu, umepata wapi ujasiri wa kumdanganya Roho Mtakatifu? Alivyosikia neno tena, akaanguka naye tena chini, akafa. Kwa hiyo kama haujatoa sadaka, au kama na mazoea kutokutoa sadaka kamili mbele za Bwana, sadaka dhalimu husababisha kifo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo maandiko yanavyosema. Anania na Safira walikufa. Chanzo na tatizo la kufa ni nini? Wamebarikiwa na Mungu, wakawa na majukumu mengi ya kufanya, wakabana sehemu nyingine ya mali, kwa wakampelekea Mungu sadaka ambayo sio kamili. Ndivyo tunajifanya kwenye maisha yetu. Utakuta mtu anaishi, anavyoishi na anavyofanya havifanani. Kwa mfano, nikuulize swali moja. Wakati unazaliwa, ulizaliwa na hela? Ulizaliwa na vitu? Okay, ukifa utazikwa na hela? Utazikwa na hivyo vitu? Asa, okay, kama hauzikwi na hivyo vitu na kama ukuzaliwa navyo, imekuwaje na kwa mchoyo mbele za Mungu? Ujikumbushe tu, kuna mahali ulipita ukamwambia Mungu, ukifanya hivi tafanya hivi, akafanya, ukaacha kufanya. Mara pengine mwambie Mungu, ikiwa nitazaa salama au ndoa yangu itakuwa ya amani, hakika nitakutolea sadaka ya shukrani. Mungu amekufanyia ndoa yako na amani, amekusaidia umejifungua salama, amekusaidia umepata kazi, lakini bado sadaka hautoi kikamilifu. Unategemea nini kinatokea? Mwingine anajiuliza, mwalimu, ikiwa hao walikufa, mbona mimi nimezidi kutoa sadaka ambazo sio kamili na sijafa? Iko hivi, hao walikufa kifo cha kimwili direct, lakini kuna watu ambao wana kazi zao zinakufa. Kwa mfano, umepata kipato ambacho ni kizuri kazini, alafu sadaka yako ukaeta ambayo sio kamili mbele za Bwana, mara ghafla unafukuzwa kazini. Hicho sio kifo? Ulimwambia Mungu kwamba ikiwa ndoa yangu itakuwa ya amani, haitakuwa changamoto kama ya huyu baba au ya huyu mama, nitatoa sadaka ya shukrani. Okay, Mungu akupa amani katika ndoa yako, hukutoa. Mara ghafla mnaanza kugombana na mume wako. Hicho sio kifo? Sasa wengine unasema nikifika salama kwenye safari nitatoa sadaka, ukafika salama hujatoa sadaka. Kampiga Mungu tena tarehe.